Mungu ametupenda, ametulinda, ametufikisha kwa siku ya leo. Nimesimama hapa ili tukawane nanyi hili neno. Nataka niongelee kuhusu kuangaza. Na inapatikana katika kitabu cha Isaya, mlango ni wa 60, mstari wa 1. Inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekusukia wewe. Tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litayafunika mataifa, lakini Bwana ataangaza juu yako, na utukufu wake utaonekana juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwa katika giza ama akiwa katika dhambi fulani, anakuanga katika giza nene. Maana mtu akiwa katika giza hajui anafanya nini, hajui anakanyaka wapi. Lakini akimpokea Bwana kuwa mwokozi wa maisha yake, nuru inaanza sasa kung'aa, taa yake inaanza sasa kuangaza. Hivyo basi inafaa sisi kama akina wokovu tuangazie wengine, tuangazie mataifa kupitia kwa matendo yetu, kupitia kwa usemi wetu. Mtu hawezi akawa na taa na akaifunikia chini na akatarajia itaangaza mwangaza. Ni lazima ichukue hiyo taa, aiwekelee juu ili watu wapate kuona huo mwangaza. Hivyo basi matendo yetu na usemi wetu itafanya watu ili waike mfano wetu na wapate kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na utakuta watu wengi sana wameokoka. Lakini hao watu utawakuta katika maparapara, katika masokoni, vikundi kwa maparasa sa wenye misa. Maneno ambayo wanaongea hayafai, vitendo ambavyo wanatenda havifai. Watu wakikashifu watu, hao wanachangia mahali watu wanapikana, hao ndio wanachangia mahali pale. Utakuta tena wameingia mpaka makanisani. Utakuta kanisa la Mungu limekawanyika mara mbili. Utakuta watu wengine wameangalia mbele kusikiliza mhubiri, na wengine wamekaa nyuma kwa kukashifu na kukosoa watu ndani ya kanisa. Wanasengenya mpaka mhubiri ndani ya kanisa. Wamesahau ya kwamba taa yao inawaka namna gani. Hao ni watu ambao wamefunikia taa yao chini. Hawataki kuwekelea juu ili ikapate kuangaza. Utakuta hata kama mtu amekuja kanisani, sikio moja linasikiliza mhubiri, sikio lingine linasikiliza watu wakikashifu wengine. Utakuta huyo mtu sasa akienda hawezi akarudi tena. Anaenda kabisa akiendanga. Hivyo basi makanisa ya Mungu yametitimia. Ni kwa sababu ya mambo sambuli mbalimbali. Ni kwa sababu ya watu ambao wamefunikia taa sao chini, ambao hawataki kuangaza. Hivyo basi inafaa sisi tukue kama mfano ya wengine. Utakuta watu kama walevi ni watu wachanja sana. Utakuta mlevi atatoka huko akuje akifanya amelewa kabisa, na akifikia penye Mkristo utakuta anajiangusha chini. Na anapojiangusha chini, sikio lake linasikiliza. Anataka ajue hao Wakristo wanasema nini. Na watu wanapoendelea kusema matope wakikashifu wengine, huyu mlevi anasikiliza tu pole pole. Akiamuka hapa anaamuka na kwenda kutangaza. Hawa watu ni makuni tu. Hawa watu hata mimi siwezi nikaokoka kupitia kwa watu ambao taa zao zimefunikiwa chini. Nataka niseme mfano. Kulikuwa na mama mmoja. Huyu mama alikuwa mtu kiongozi wa kanisa. Na huyu mama watoto wakisaliwa yeye ndiye alikuwa akinyoa. Lakini huyu mama alikuwa na kijana mmoja. Huyu kijana alikuwa fukara sana. Alikuwa mambo yake hayaendi. Nyumba ya nyasi inaanguka kwake. Hana hata chakula, ni cha taabu tu. Alikuwa akijiuliza maswali ni nini. Siku moja huyu kijana akawa anatembea barabarani. Ameweka mikono yake nyuma. Akakutana na mtu. Huyu mtu akamsimamisha akamuuliza, kijana ni nini unawasa? Najua maana ya mawazo yako. Mtu mwenye anakutitimiza ni mama yako. Na ukitaka kujua ukweli, rudi nyumbani ukapande juu kwa ilungu. Uende huko utakuta mtungi. Ushukishe mtungi chini. Ukishashukisha chini, nitafanya mama yako akalale kwa kiwanja usingizi. Chukua huo mtungi weke karibu na kichwa chake nje. Chukua mti mkubwa ukaswake ndani mara moja, itapasuka. Utaangalia maajabu ndani na maisha yako yatapatika. Lakini usipike mama yako. Huyu kijana hakutaka kusikiliza, hakutaka kumuuliza unatoka wapi. Akachomoka mbio na kwenda nyumbani na kupanda mpaka juu ilungu. Akapata mtungi akashukisha.
Akaenda akawekelea kwa kichwa cha mama yake. Alipowekelea hapo akachukua fimbo na akaswaka ndani mara moja na ikapasuka. Alichokiona alistaajabu sana. Aliona hapo manywele za watoto. Aliona hata manguo za watoto wake. Akaona mpaka hata na manguo zake. Machakula kila aina ziko ndani ya mtungi. Mama yake alipostuka akapata mtungi wake umepasuka. Akaanza kupika manduru. Akaita majirani. Majirani kukuja. Walistaajabu sana. Nyoka mkubwa imechikunja, imelalia hizo vitu. Na huyu kijana hakujali, walimkatasa. Akaswaka mama yake mafimbo, akamsindikiza na mafimbo kwa uchunga ambayo, kwa miaka ambayo ameteseka. Nataka nikwambie yule ambao unanisikiliza, mahali popote ambao unanisikiliza, kuokoka ni kuokoka. Sio kuokoka tena na kuabudu vitu vingine. Sio kuokoka tena watu wanaenda kuabudu miungu zingine. Kama ni Mungu ni Mungu, kama ni miungu ni miungu. Hivyo basi tuwe mwangaza ya watu wengine. Tuhubirie watu injili, tuhubirie mataifa injili, kwa usemi wetu iwe sawa, matendo yetu iwe sawa, ili watu wakaokoke kupitia kwetu. Haleluya, na Mungu awabariki sana.